Kila anaposhika mic, kinywa chake lazima kizungumzie mbinu. Tunatakiwa kuwa na jibu zuri la kimbinu uwanjani kesho, na ni matumaini yangu naweza kufanyia kazi mpango wetu na tukapata tunachokihitaji. Tunafanya kazi kwa bidii kubwa mno kuhakikisha tunafanya vizuri na kusahihisha dosari ambazo zimejitokeza. Tunafahamu kuwa wapinzani wetu wamejiandaa vizuri pia. Tunaheshimu kila mpinzani anayekuja mbele yetu. Tutacheza kama vile tunacheza mchezo wa ligi ya mabingwa. Falsafa yetu haitabadilika. Dhamira yetu ni ushindi tu. Haya ni maneno ya Pedro Gonçalves, kocha wa Yanga. Ukiyasoma kwa jicho la tatu utabaini kuwa ni kocha anayejua kukamia kimbinu. Acha nikazie hapa. Anakamia kimbinu. Twende nikuonyeshe anakamieje kimbinu na kiufundi. Pedro Gonçalves ni kocha wa aina gani? Mwisho wa uchambuzi huu utakuwa unamjua kocha Pedro Gonçalves kiundani zaidi. Utaijua Yanga ijayo. Hakikisha una subscribe ili uchambuzi ujao usikupite. Bila kupoteza muda, acha tuanze. Baada ya kufanya utafiti wa muda mrefu na kutafuta suluhisho la matatizo mbalimbali ya wanawake, hatimaye Pellegrino Investment Tanzania Limited wamekuja na dawa ya asili yenye uwezo mkubwa wa kutibu matatizo yote ya uzazi kwa wanawake. Na sasa tumekuletea Muhoro One. Hii ni dawa kiboko inayoondoa kabisa maumivu wakati wa hedhi, inasawazisha mvurugiko wa hormone na inatibu chango. Matumizi ya dawa hii: chota kijiko kimoja cha dawa kwa kutumia kijiko cha chakula, changanya na maji moto yaliyochemka vizuri kwa nyuzi joto 100. Weka katika kikombe kidogo cha chai na utakunywa dawa ikiwa imekwisha poa. Tumia kutwa mara 2, asubuhi na jioni. Dawa hii imefanyiwa utafiti na kutengenezwa kwa mimea ya asili na Pellegrino Investment Tanzania Limited. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0747805550 au 0658551955 au kupitia barua pepe pellegrinoinvestment7@gmail.com. Mfumo. Pedro Gonçalves ni muumini wa mfumo wa 4-2-3-1 inayobadilika na kuwa 4-1-4-1. Kivipi? Ukiachana na mabeki wanne hapa nyuma, eneo nyeti na la utambuzi wa kimfumo ni eneo la kiungo, dimba la chini, ambapo Pedro katika mechi zake 5 akiwa na Yanga, Duke Abuya ameanza mechi zote kama kiungo wa ulinzi. Juu yake kwenye mechi 3 za ligi kuu alianza na Mohamed Dombia, lakini kimataifa kwenye mechi 2 alianza na Mudathir Yahya Abbas. Ukitaka kuiona sura halisi ya Pedro Gonçalves ni pale anapoanza na Mudathir Yahya kuliko anapoanza na Mohamed Dombia. Mudathir akianza hapa upanda juu kuungana na Maxim pia Nzengeri ambaye kwenye mechi zote za Pedro amekuwa akicheza kama kiungo wa kati na ushambuliaji. Kupanda kwa Mudathir hapa kunaifanya Yanga kuwa katika mfumo wa 4-1-4-1 kutoka kuwa kwenye mfumo wa 4-2-3-1. Mfumo ya Pedro hubadilika kutokana na aina ya wapinzani anaocheza nao, lakini pia hutegemeana na nyakati za mchezo. Kwa mfano, katika mechi dhidi ya JS Kabylie, Yanga ilikuwa ikibadilika kwenda kwenye mfumo wa 4-4-2 kwa Mudathir kuungana na Dube kama namba 10, lakini pia kuna wakati Pacome aliungana na Dube na Mudathir na kutengeneza utatu katika ukanda wa mpinzani. Kwa hiyo ukiachana na mfumo wa 4-2-3-1 na 4-1-4-1 anayoitumia mara kwa mara, tambua kuwa Pedro Gonçalves ni kocha aliye flexible kulingana na aina ya mpinzani. Mbinu. Kwenye mechi zake 5, kocha Pedro Gonçalves ameonyesha mbinu nyingi katika vipindi vyote vitatu vya mchezo, kwa maana Yanga ikiwa na mpira, Yanga ikiwa haina mpira, na katika vipindi vya mpito hasi na chanya. Lakini msingi mkubwa wa mbinu zote kama muhimili wa Pedro Gonçalves ni kugawanya uwanja katika kanda 3 kisha kutenga kanda 2 nyeti za kushambulia na kujilinda. Uwanja wa Pedro una maboksi makubwa mawili. La kwanza ni boksi hili. Hili ni boksi linalopatikana na chumba namba 14 timu ikiwa inashambuliwa, na boksi la pili ni hili. Hapa ni chumba namba 14 timu ikiwa inashambulia. Twende taratibu. Tazama,
Hapa beki wakati wa FAR Rabat anapiga back pass kwa golikipa wake. Hii ni baada ya kuzongwa na Prince Dube. Wakati mpira upo kwa Dube, tazama, hili ndilo eneo ambalo Yanga hupambana kuyeyusha shambulizi la mpinzani kuanzia golini kwake. Hapa wachezaji wa Yanga hupambana kuhakikisha eneo hili halipitishi mipira kuja katika ukanda wao. Hapa hujitahidi kuwazuia wapinzani kwa kupora mipira au kuziba eneo hilo. Tazama, Maxi Zengeli huyu hapa anambugudhi mtu wa kwanza kupokea pasi. Tazama vizuri, huyu ni Mudathir Yahya akiwa man to man na kiungo. Huyu ni Celestine Ekwa, wote wakikimbilia boksi hili kwa kuwalazimisha FAR Rabat wafanye makosa wakiwa kwao. Kwa nini boksi hili ni muhimu kwa Yanga? Kuna faida kuu mbili. Kwanza, kushambulia kwa kushtukiza baada ya kuwapora mpira wa pinzani. Kumbuka, boksi hili lipo karibu na lango la mpinzani, kwa hiyo ni muhimu kwa counter attacks. Lakini pili ni kuchelewesha mashambulizi ya mpinzani. Yanga wakizuia pasi zisipite hapa, maana yake wapinzani watapambana kupitisha pasi katika maeneo mengine. Hapo huchukua sekunde kadhaa za kutafuta suluhisho, na huo ndio muda mzuri kwa Yanga kujipanga zaidi. Yaani kama safu ya ulinzi basi itakuwa rudi katika umbo lake la kiulinzi. Huo ni kwa upande wa ulinzi kupitia box la juu. Kiushambuliaji, Yanga ya Pedro iko very trick. Yanga wanajua kabisa kuwa magoli mengi wanaweza kuyafunga kwa kulifikia boksi hili karibu na lango la mpinzani. Tazama hii, Yanga wako na mpira pembeni mwa uwanja. Huyu ni Celestine Ekwa. KMC ina wachezaji 6 waliojitawanya. Lakini tazama hawa wawili, Kelvin Tondi na Rashid Mohamed wako kwenye box la chumba namba 14. Kiufupi wanafanya ulinzi. Kiulinzi hadi kufikia hapa KMC wako salama. Lakini tazama kwa ukaribu akili ya Ekwa. Kwanza ni kuwalazimisha KMC waachie chumba namba 14, na ndio maana akapiga pasi kwenye boksi kwa Andre Boyeli Bogwa. Lengo ni kuwavutia wachezaji wa KMC kuingia kwenye boksi kumtazama Boyeli, kisha waruhusu Yanga kuingia kwenye boksi. Tazama, huyu ni Maxi Zengeli na huyu ni Pacome Zouzoua, wote wanaelekea chumba namba 14.